Bwana anatuonyesha kwamba sehemu ambako tunaweza kuomba na kupeleka shida zetu ni kwa nani? Kwa Yesu Kristo, na si kwa njia za kishetani. Njia za kishetani ni utendaji wa ibilisi unaoonekana kama vile ni kwa kimungu, lakini ni wa kishetani. Kwa mfano, mtu anakuambia bandika stika, wateja watajaa au utalindwa. Ni maombi lakini ya kishetani. Naona kwa hiyo, kwa kuwa mtu atakaye kumfuata Yesu Kristo ni mtu ambaye anatakiwa kuyafuata maneno ya Yesu Kristo jinsi alivyosema kwenye maombi. Kwenye maombi hapa ndiko ambako ibilisi ameketi. Ukiona watu wengi wanakamatwa kwenye maombi, kwa sababu shetani ndio mzalisha shida na ndio anakupa njia za kishetani za kutatua hizo shida, alafu watu wakaona kama wamejibiwa na nani? Na Mungu. Lakini hapa neno linasemaje? Anasema mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Maanake ukiwa na shida, fuata Yesu. Mwombe Yesu. Piga magoti, mwombe Kristo. Unahitaji maombi, unaona kabisa haya ni maombi ya kishetani, maombi ya kuambatana na vitu, yaani vitu mpaka kuwe na kitu ndio naamini kwamba Mungu anajibu. Hapana, si hivyo, kwa sababu Bwana asaidiwi na vitu. Anasema tumepewa jina lipitalo majina yote, si ndivyo? Anasema kwa jina langu mtatoa nini? Mtatoa pepo. Anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watafuta nini? Watapata afya. Kwa hiyo mtu anayetaka kumfuata Yesu Kristo lazima kwanza akatae dhambi na ajitwike msalaba wake amfuate Kristo. Mahali ambako anatakiwa kwenda ni kwa Yesu Kristo. Sasa anaendaje? Anaenda kupitia neno la Kristo, linamwelekeza namna ambavyo anatakiwa kuomba au kuombewa. Neno ndio litamwelekeza. Kwa tuna Wakristo ambao wapo makanisani lakini hawajui maombi yao yanatakiwa waombeje kulingana na maandiko na waombeweje kulingana na maandiko. Yaani anapoenda kuomba aombeje kulingana na maandiko, na anapokuwa na shida Bwana mtatulie namna kuombewa ajui kutokana na maandiko, ajui. Na ndio unakuta rundo la watu leo wamebebeshwa makorokoro mengi au mpati Kristo. Kristo hawamfuati. Lakini Kristo anasema mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwishe msalaba wake kila siku anifuate. Kwa mahali ambapo Kristo anataka watu wamfuate ni jinsi ambavyo anakuelekeza katika neno lake. Uombeje na uombeweje ni kupitia neno lake. Huyo ndo anaomfuata nani? Kristo Yesu. Unaona? Unaona? Kwa sababu kupitia neno la Kristo
ndio utajua mapenzi ya Mungu, jinsi ya kuomba. Tuko pamoja? Kuna watu wametokewa na dhamiri zao zikiwaongoza wakijua ni Bwana, lakini dhamiri yako ikikuongoza katika maombi, unatakiwa umfuate Yesu, yaani uende katika neno lake. Je, hii dhamiri yangu inaendana na Yesu? Ndio maana nasema anifuate. Unajua kufuata maana yake ni kuangalia neno linasemaje, ndio anifuate. Na anatoa kibali cha wewe kumfuata. Naona umeona Kwa hiyo msalaba inawezekana kuwa ni magonjwa. Unatakiwa umfuate nani? Yesu Kristo. Tunamfuataje? Tunaangalia Kristo aliponyaje. Unajua kwa sasa hivi kila kitu ili uweze kuwa salama linatakiwa liendane na nini? Na neno la Mungu.